Na vipawa 9 vya Roho Mtakatifu, lakini pia kuna matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Kuna vipawa 9 vya Roho Mtakatifu. Kusoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12 na ule mstari wa 4 mpaka wa 11, na maandiko inataja vipawa 9 vinavyotolewa na Roho Mtakatifu kwa waumini kulingana na mapenzi ya Mungu. Asema basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya karama, lakini Roho ni yule yule. Na then baadaye tunaonyeshwa karama au vipawa vya Roho Mtakatifu. Kuna kipawa cha neno la hekima, ambao ni uwezo wa kupokea na kutoa ushauri wa kimungu kwa hali fulani. Na hekima, neno la hekima linahusu wakati wa sasa na wakati ujao kidogo. Then tuna neno la maarifa, na huu ni ufahamu wa mambo ya siri yaliyojificha kwa njia ya Roho Mtakatifu. Unafahamu mambo ya siri yaliyojificha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Pia tuna kipawa cha imani, imani ya ajabu hii ambayo maandiko yanatuambia ambayo tunapewa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni imani isiyo na shaka, ni empowerment to believe, uwezo wa kuamini hata mambo yasiyoaminika. Bwana asifiwe. Yani unaweza kuamini hata wakati wa ugumu. Pia tuna kipawa cha karama ya uponyaji au karama ya uponyaji. Huu ni uwezo wa kupokea uwezo wa kusababisha uponyaji wa kiungu, uwezo wa kiungu unaosababisha uponyaji wa kiungu. Pia tuna kipawa kinaitwa kipawa cha miujiza. Huu ni uwezo wa kutenda miujiza kwa nguvu ya Mungu, ni uwezo wa kutenda miujiza. Pia tuna kipawa cha unabii. Huu ni uwezo wa kusema au kutamka ujumbe wa Mungu kwa wakati maalum. Pia tuna kipawa cha kupambanua roho, and discernment of the spirit, kipawa cha upambanuzi wa roho. Huu ni uwezo wa kiungu wa kutambua roho zilizo kazini, roho iliyo nyuma ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Roho nyuma ya mwanadamu. Maandiko yanasema mwili pasipo roho imekufa. Pia kinachomsukuma mwanadamu atende ni roho. So roho nyuma ya matendo, roho nyuma ya mtu, roho inayemwendesha mtu, roho ni kipawa cha kupambanua. Na hivi vipawa vyote tunavihitaji. Lakini pia tuna kipawa cha aina za lugha, yani una diverse a kind of tongues, kunena kwa lugha. Ni kipawa cha kunena kwa. Lakini pia kuna kipawa cha 9 kinaitwa kipawa cha kufasiri lugha. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vipawa ni vipawa vya Roho Mtakatifu, na vitolewe tu kwa ajili ya sifa binafsi, bali kwa ajili ya kujenga kanisa na kusaidia waumini wengine. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 7. Lakini pia tuna matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Sawa sana kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23, tunaonyesha vipawa 9 vya Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba pamoja kwamba tuna vipawa vya Roho Mtakatifu, pia tuna matunda ya Roho Mtakatifu. Tuna vipawa 9 vya Roho Mtakatifu, lakini pia tuna matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Now, vipawa vya Mungu havina majuto. Ukipewa umepewa, lakini matunda yanaweza yakakata. So unaweza ukawa na kipawa na matunda yake hakuna. Now, hivi vipawa ni tabia, ni uwezo wa mtu, lakini matunda ni tabia za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Now, kwenye matunda ya Roho Mtakatifu, maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Galatia 5:22 mpaka 23, maandiko yanasema kwamba basi matunda ya Roho Mtakatifu, napata tafadhali, anasema kwamba lakini tunda la Roho Mtakatifu ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Endelea. Anasema upole, kiasi. Anasema na juu ya mambo hayo hakuna sheria. So vipawa 9
vya Roho Mtakatifu, yani kipawa cha upendo, matunda 9 Roho Mtakatifu ambazo ni tabia za Roho Mtakatifu. Nasikiliza mpendwa, hatufanikiwi kwa vipawa, tunafanikiwa kwa matunda. Na kipawa kinaweza kikakutengenezea nafasi, lakini matunda ndiyo yanayokutunza wewe kwenye nafasi. Kipawa kinaweza kikakufungulia mlango, lakini tabia ndiyo itakayosababisha mlango baki wazi. Watu wengi wamefunguliwa mlango, maandiko yanasema mlango mkubwa na wakufaa nimefunguliwa, lakini kuna wengi wanipingao. Nini kimemfanya apingwe mara kwa mara? Ni tabia. Bwana Yesu asifiwe. Paulo ilikuwa ni tabia yake ilikuwa inafanya watu wengi wampinge. Kwa nini? Walimjua tangu zamani, huyu ni muuaji, huyu alikuwa ni mtu ambaye asiyofaa. So japokuwa mlango wa kipawa umefunguliwa, lakini kuna wengi wanipingao kwa sababu ya tabia. Now, kipawa kitakufungulia mlango, lakini tabia ndiyo itakayosababisha mlango baki wazi au mlango ufungwe. Now, hatufanikiwi kwa kipawa. Kipawa kitakuletea mafanikio, lakini mafanikio sio tu tukio. Mafanikio, success is a journey. Success is not a destination. Success is a journey. Na mafanikio sio tukio la siku moja. Mafanikio ni mwendelezo. Now, ili kipawa kitakupatia tukio la mafanikio, lakini matunda, tabia za Roho Mtakatifu, tabia ndani yako ndizo zitakazosababisha haya mafanikio yapate kuendelea. Maandiko yananiambia kwenye kitabu cha Mithali 4:18, asema njia ya mwenye haki. Na haki sio kipawa, haki ni tabia. Asema atendaye haki ni mwenye haki. Atendaye haki. So haki sio kipawa, haki ni tabia. Bwana Yesu asifiwe. Asema njia ya mwenye haki, yani mtu atendaye kwa haki. Asema ni kama nuru ing'aayo, inayozidi kung'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Nasema nini mchana leo? Kwamba kinachosababisha mafanikio kwenye maisha haya sio kipawa, bali ni matunda ya Roho Mtakatifu. Sio kipawa cha Roho Mtakatifu, bali ni matunda ya Roho Mtakatifu. Sio kipawa chako, wala sio gift, bali ni fruits of the Spirit, fruits of a man. Now, matunda ni tabia. Ni tabia ambazo ni matokeo ya mtu alivyo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Now, hatima yako haiamliwi na kipawa. Nimeona watu wengi ambao wako highly gifted wakiangamia. So hatima yako haiamliwi na kipawa ulicho nacho. Hatima yako huamliwa na tabia unazozionyesha. Hatima yako ni matokeo ya tabia zako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana somo hili la muhimu sana, nguvu ya tabia, msingi wa hatima yako. Na tabia ni nini? Tabia ni mchanganyiko wa mawazo, maneno na matendo yanayojirudia mpaka yamekuwa sehemu ya mtu. Tabia ni mchanganyiko wa mawazo. In fact, chanzo kikubwa cha tabia ni huku ndani. So tabia ni mchanganyiko wa mawazo, then maneno, na then matendo. So inaanza kama wazo. Ilo wazo linakufanya uzungumze, na then uishie kutenda. So tabia ni mchanganyiko wa mawazo, maneno na matendo yanayojirudia. So tabia sio tendo la siku moja. Tabia sio wazo la siku moja. Tabia sio maneno ya siku moja. Tabia ni mawazo yanayojirudia, ni maneno yanayojirudia, na matendo yanayojirudia. So ukitaka kuwa tabia, maliza kujirudia. Yani acha kurudia hilo tendo. Ukiendelea kurudia hilo tendo la uongo, litakuwa ni tabia yako. So tabia ni mawazo, maneno na matendo yanayojirudia mpaka yamekuwa sehemu ya mtu.
So tabia ni kiwakilishi chako. Tabia ni utambulisho wako. Tabia ni sifa zako. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ni kama harufu ambayo inakutangulia kabla hujafika mahali. Tabia ni kama harufu inayoweza kutambulisha huyu mtu ni mtu gani. Tabia ni kitu kinachokutangulia, ni wasifu nao kutangulia kwamba mtu anayekuja huyo ni mtu mwema, huyo mtu anayekuja ni mtu mwizi, huyo anayekuja ni muongo. So tabia ni utangulizi wako, yaani ni jambo linalokutangulia kabla hujafika mahali. So watu wanajua tabia ya mtu kabla hata hawajajua sura ya mtu. Kwa nini? Tabia utangulia mbele. Tabia ni harufu inayokutangulia kabla hujafika na inakufuata kila mahali. Tabia inakufuata kila mahali. So ukienda mahali unaenda nayo, na ukiondoka unaondoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. So tabia haiondoki eti kwa sababu umebadilisha jina. You can change a name, but you can change a name easily, but your character will enforce a name on your life. Tabia huwa inalazimisha jina. Na ndio maana majina watu wengi hayana maana sana kama tabia zao. Mbona utasikia tu binti mrembo lakini mwizi. So ule wizi ndio unakutambulisha zaidi. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22. So Biblia inasisitiza sana umuhimu wa tabia yako. Mithali sura 22 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasisitiza sana umuhimu wa tabia njema. Anasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema. Heri kuchagua jina lenye sifa nzuri. Heri kuchagua jina lenye tabia njema kuliko mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kuwa tabia njema na sifa nzuri ni mali isiyoweza kununuliwa. Hata kama mtu ana utajiri mkubwa na akawa na tabia mbaya, inaweza kumharibia kila kitu. Tabia mbaya inaweza ikakufanya unuke kila mahali. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari wa kwanza, anasema heri sifa njema kuliko marhamu nzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Heri jina sifa njema kuliko marhamu nzuri. Kule amesema heri jina zuri kuliko mali nyingi. Hapa anasema heri sifa njema. Yaani heri kwa na sifa ni matokeo ya matendo yako. Unasifiwa kulingana na tabia zako. Anasema heri sifa njema kuliko marhamu nzuri. Maanake ni nini? Maanake ni kwamba marhamu nzuri kwa mtu mwenye sifa mbaya haitamsaidia kitu. Bwana Yesu asifiwe. So jina lako ambalo linajengwa kwa tabia yako lina thamani kuliko hata vitu vya thamani. Jina lako linalojengwa kwa tabia nzuri au linaloharibiwa kwa tabia mbaya ni baya kuliko vitu vizuri ulivyo navyo. Tabia yako ina nguvu ya kukujenga au kukuharibu. Ina nguvu ya kukutengeneza au kukubomoa. Tabia yako ina nguvu ya kutengeneza hatima yako au kuharibu hatima yako. Unaweza kuwa na kipawa kikubwa kwenye maisha, lakini kama tabia yako ni mbovu, utaangusha kila fursa utakayoipata. Sikiliza my friend, hatufanikiwi kwa sababu ya fursa tulizozipata. Tunafanikiwa kwa sababu ya tabia tulizozijenga. Mtu mwenye tabia nzuri atafanikiwa kwenye fursa aliyoipewa. Lakini mtu mwenye tabia mbovu, kila mlango unaofunguliwa utakuwa na vizuizi. Paulo anasema mlango mzuri, Wakorintho wa kwanza 16:9, mlango mzuri na wakufaa sana
nimefunguliwa, lakini kuna wengi wanipingao. Sikiliza my friend, kama tabia yako haiakisi uzuri, inawezekana kabisa ukasaidiwa, ukafunguliwa mlango wa kwenda kumuona waziri, ukafunguliwa mlango wa mataifa, lakini tabia ikakuzuia. Hakuna kinachozuia maisha kama tabia ya mtu. Maandiko yanatuambia wazi ya kwamba mlango mzuri na wakufaa nimefunguliwa, lakini kuna wengi wanipingao. Nini kinachofanya wanipinge? Tabia. My friend, maandiko yanasema njia za mtu zikimpendeza Mungu, atawafanya hata adui zake wawe na amani naye. Kinachowafanya adui wapate nguvu ya kukuzuia, adui wapate uwezo wa kukupinga, ni tabia. Vinginevyo maandiko yanasema shetani asema mkuu wa falme alikuja kwangu lakini hakupata kitu. So adui anaweza kambulia patupu kwako kama hakuna kitu cha kushikilia. Mithali 16 mstari wa 7 anasema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake uwapatanisha naye. Hata adui zake umpatanisha naye. Maana ni kwamba njia za mtu zinampendezaje Mungu? Zinampendeza Mungu huyo mtu akiwa na tabia njema. So tabia njema ndiyo inayompendezesha Mungu. Na ukishapendezwa na Mungu, my friend, hakuna kitakacho kuzuia. Yani hata wanaojifanya kukuzuia wanajikuta kwamba wanakupeleka mbele. Niliwahi kusikia kitu kinaitwa teke, kumpiga chula teke ni kama vile kumuongezea mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni nini? Maana ni kwamba anytime njia zako zinapompendeza Mungu, hata wanapojaribu kukupinga, ndivyo wanavyokupeleka mbele zaidi. Now, Yusufu alimpendeza Mungu kiasi kwamba hata walipodhani kwamba wanamuuza, wanamtupa shimoni, wanamuuza, wanamweka gerezani, ndivyo ilivyokuwa njia yake ya kufika ikulu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nini mchana leo? Kipawa kinaweza kukufungulia mlango, lakini tabia njema ndiyo itakayokuweka kwenye huo mlango. Kipawa kinaweza kukufungulia mlango, lakini tabia njema ndiyo itakayokufanya mlango ubaki kwa wazi. Kipawa, uwezo ulionao. Sikiliza, acha kujisifia uwezo. Uwezo hauna nguvu mbele za Bwana. Kinachokuthaminisha kwenye maisha ni tabia. Ni tabia. Na nimsikia mtu fulani anasema ya kwamba kuna kipindi ambacho kipawa chako kinaweza kukubeba, lakini kuna kipindi ambacho kipawa hakiwezi kukubeba tena. Kinachokubeba baada ya hapo ni tabia, sio kipawa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kama kupiga mziki vizuri, wote tunajua unapiga vizuri. Now, kipawa kitakubeba mahali ambapo ufahamiki, lakini tabia itakupeleka hata mahali unapofahamika. Tabia ina nguvu ya kukufanya ubaki mahali ambapo hata kama kuna watu wanalazimisha kukushusha chini. So tabia yako ndiyo kiwalisi mlango wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Nini umuhimu wa tabia njema? Namba moja, tabia huamua fursa utakazopata. Tabia huamua fursa utakazozipata. Watu hawawezi wakakuamini zaidi ya tabia yako. Watu hawawezi wakakuamini kuzidi tabia yako inavyoonekana. Watu hawawezi wakakuvumilia kuzidi kwenye tabia yako. So uvumilivu wa watu limiti yake ni tabia yako. Uaminifu wa watu juu yako, kinachoamua ukomo ni tabia yako. Upendo wa watu juu yako, unaoamua ukomo wake ni tabia yako. So your character will determine the end of people to love you. Your character will determine the limitations of their faith on you. Tabia yako. So tabia yako ndiyo inayoamua utakapokwenda, ndiyo itakayoamua utakavyoaminiwa. Tabia yako ndiyo itakayoamua wapi utakapofika. Tabia yako ndiyo itakayoamua fursa zako. Fursa zako kwenye biashara, fursa zako kwenye uchumi,
Fursa zako kwenye kazi huamuliwa na tabia zako. Nasikiliza mpendwa, hakuna kinachozuia watu kama tabia. Kilichomzuia Musa kuingia nchi ya Kanaani, hata hawakuwa kina Miriam, no, hata hawakuwa kina Haruni. Kilichomzuia Musa kuingia nchi ya ahadi ni tabia. Tabia. Bwana Yesu asifiwe. Tabia inaweza kukuzuia zaidi ya shetani. Na ndio maana mtu mmoja leo kusema, Askofu Depo leo kusema, adui mkubwa wa mtu ni yeye mwenyewe, ni tabia zake. Adui mkubwa wa mtu ni tabia zake mwenyewe. Haleluya. So tabia yako ndicho kizuizi chako. Tabia yako ndio upinzani wako. So ikishinda tabia, umeshinda maisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So kila mahali unapokwenda, watu wanaangalia sio tu kile unachosema, wala sio tu kile unachoweza kufanya, bali vile ulivyo. Kwenye ofisi unayoingia, hawaangalii unachoweza kufanya tu, wanaangalia pia wewe ukoje. What manner of a person you are. Wewe ni mtu wa tabia gani? Wewe ni mtu wa mwenendo gani? Ndicho kinachoamua fursa zilizofunguka. Na ukiona mahali unazuiliwa, acha tu kupambana na shetani, pambana kwanza na shetani anayeitwa tabia. Tabia zako ndio shetani wako, na tabia zako ndio Roho wako Mtakatifu. Tabia zako ndio milango yako. Tabia zako ndio mageti yako. Umefunguliwa au umefungwa, inaamuliwa na tabia yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kuombea siku ya leo, tabia yako haitakuangusha. Mithali sura 11 na ule mstari wa 3. Mithali 11 mstari wa 3. Bwana Yesu. So tabia yako ndio kiongozi wako. Anasema ukamilifu wao wenye haki utawaongoza, bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza. Ukamilifu wao utawaongoza. Nipate King James. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ukamilifu wao wenye haki utafanyaje? Utawaongoza. Anasema the integrity of the upright shall guide them. What will guide the upright? The integrity of the upright. Anasema but the perverseness of the transgressor shall destroy them. Can you see that? So kumbe kinachomwangamiza muovu hata sio shetani. Kinachomwangamiza muovu ni uovu wake. Na kinachomtunza mwenye haki hata sio maombi. Kinachomtunza mwenye haki ni haki yake. Maandiko yanasema kwamba the integrity of the upright shall keep them, shall preserve them. But the perverseness of the wicked shall destroy them. So kilichomzuia Paulo, my friend, hata sio shetani. Kilichomzuia Paulo ni tabia za zamani. Haleluya. Maandiko yanasema mlango mzuri na wakufaa nimefunguliwa, lakini kuna wengi wanipingao. Ninakuombea mchana leo, chochote kinachokupinga, unapoanza kuangalia ndani na kurekebisha, na ona upinzani ukigeuka kuwa mahali pako pa kupita katika jina la Yesu. So unyofu wa tabia yako utakufungulia njia. Lakini tabia mbaya itakuletea uharibifu. Danieli sura 6 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tunaona hapa ya kwamba Danieli alipata kibali. Danieli alitukuzwa sio kwa sababu tu ya hekima. Hekima ni kipawa, lakini kilichomtukuza Danieli, my friend, ni tabia. Tabia sio tu kipawa. Danieli alikuwa na hekima, lakini pia alikuwa na tabia. Anasema basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa sababu roho ya ubora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Nisema wakati fani, ubora sio kipawa, ubora ni tabia. Ubora ni maamuzi. Ubora sio kipawa, my friend. Mtu asikudanganye kwamba sisi watu wa ubora. Hakunaga sisi watu wa ubora. Kuna sisi ambao tumeamua kutenda kwa ubora. Ubora sio kipawa. Nilikwambia ukweli. Ubora sio kipawa. Ubora ni tabia.
the character of excellence, not the gift of excellence. Na watu wengi wamekuwa duni mbele ya watu kwa sababu wamewaambia kwamba nilicho nacho hiki nacho mimi peke yangu. No, my friend, ubora ni tabia ambayo kila mmoja anaweza cultivate. Kila mmoja anaweza kaifanyia kazi. My friend, maandiko yanasema ufanyie kazi wokovu wako kwa hofu na kutetemeka. So kumbe hata wokovu pia sio kipawa tu. Wokovu kuna upande wa kipawa. Is the gift of God to humanity. But to keep that salvation, there is a need of character. You have to walk out your salvation. You have to walk out. Now, you are walking out salvation by character. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana my friend, watu wanafikiria kwamba wokovu ni kipawa peke yake, wameshindwa. Wokovu sio kipawa tu, wokovu ni tabia. Waliitwa wa Kristo kwa mara ya kwanza walipowaona wana tabia kama za Kristo. Waliwaita wa Kristo kwa sababu walikuwa wanaonyesha the character of Christ, tabia ya Kristo. So Danieli hakutukuzwa kwa sababu tu ya hekima, kwa sababu tu ya kipawa, hapana. Danieli alitukuzwa pia kwa sababu ya roho ya ubora iliyoonekana ndani yake. Na tunaona Danieli kwenye sura ya kwanza, Danieli sura ya kwanza, maandiko yanasema Danieli asema kwamba aliazimu moyoni mwake kwamba hata jichafua na chakula cha mfalme. Huyu Danieli alikataa kula kuchafuliwa. Tabia ni maamuzi, my friend. Watu wa tabia ni watu wanaoamua kwamba no, sitasema uongo. Hapana. Ayubu anasema nimeweka agano na macho yangu, sitamtazama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Asema lakini huyo Danieli 1:8, lakini huyo Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Aliazimu moyoni mwake, na kwa sababu hiyo akaanza kutendea kazi roho ya ubora, na mwisho wa siku hekima, kipawa cha hekima kikaanza kufanya kazi. Nimegundua my friend, hakuna kinachozuia vipawa kama tabia. Unaweza kana kipawa kikubwa, uwezo mkubwa, lakini kama una tabia mbovu, kipawa kinakosa nguvu. Na hakuna kinachofyatua kipawa kama tabia. Hakuna kinachoimarisha kipawa kama tabia. Watu wenye tabia njema, watu wenye tabia nzuri, vipawa vyao havihangaiki. Ukimwona mtu anahangaika na kipawa, chunguza tabia yake. Check his character. Utaanza kushangaa sio mwaminifu. Sio mwaminifu katika utendaji. I tell you, ukimwona mtu anahangaika na vitu, my friend, vipawa, tabia zinakufanya usihangaike. Asema msiwe na tabia ya kupenda fedha, bali ridhikeni na mlivyo navyo, maana yeye amesema hata wapungukia wala hata waacha. Kumbe tabia pia kupenda fedha pia ni tabia. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kinachohangaisha watu kama tabia. Tabia itakuzuia, tabia mbaya itakupinga, lakini pia tabia nzuri itakutengenezea njia. Watu wenye tabia nzuri hawahangaiki. Watu ambao wana mwenendo mzuri hawahangaiki. Kilichomhangaisha Musa miaka 40 jangwani ni tabia ya hasira. Na kilichomzuia Musa kuingia nchi ya ahadi ni tabia. Tabia ilimkalisha miaka 40 jangwani. Tabia ikamfanya aone anakoelekea lakini asiingie. Character. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomhangaisha, maandiko yanatuambia hakuna aliyepigana vita vingi katika nchi ya Israeli, kati ya wafalme wa Israeli kama Daudi. Nini kilichosababisha? Ni tabia. Maandiko yanatuambia alimwangalia mwanamke, akamtamani, akalala naye, mke Bathsheba, mke wa Uria, na then baadaye akamuua mume wake. Mungu akamwambia asema kwamba upanga utaondoka. Upanga, kwa sababu umefanya hili, kwa sababu ya tabia hii, kuna vitu fulani vitaondoka kwenu. Kuna tabia fulani ambayo unaiendekeza kwenye maisha yako, ndio sababu kwa nini mambo fulani hayaendi. Tabia ya uongo, tabia ya kukatakata kona, tabia ya kutokuwa straight,
tabia ya kukosa uaminifu, tabia ya uvivu. Au unapewa kazi, uaminiki kama hiyo kazi itaisha. Yani you just uko tu mahali ambapo uwezi ukafanyage vitu vya maana. Tabia itakupatia jina. Nimesema tabia, kwa nini? Kuna muhimu gani wa tabia nzuri? Nimesema tabia inafungua fursa za maisha yako. Danieli alifunguliwa fursa ya maisha yake kupitia tabia. Namba 2, kwa nini umuhimu wa tabia? Tabia ni sauti inayozungumza hata usipozungumza. Character. Tabia, your character is your voice. Tabia yako ni sauti yako. And the voice of your character is stronger than the voice of your words, than the voice of your mouth. Sauti ya tabia ina nguvu kuliko sauti ya maneno. Tabia ikizungumza, imezungumza. I tell you, tabia ikizungumza kwamba huyu ni mwizi, nikwambia ukweli, hata ukisema mimi sio mwizi jamani, wananionea, mimi sio mwizi, tabia. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya uongo, huyu kaka anafanya kazi vizuri lakini muongo. Huo uongo utakutambulisha kuliko maneno yako. Unasema unajua tena mimi tu nilipitiwa, unajua tena. No. Your character. Mtu mwenye tabia hanaga maneno. Mwenye tabia nzuri hana maneno mengi. Kuna mtu mmoja kwenye kitabu cha Mathayo, maandiko yanatuambia Bwana aliwapatia talanta, kila mmoja sawa sana uwezo wake. Mmoja alipewa 5, mwingine akapewa 3, mwingine akapewa 1. Kila mmoja according to their different abilities, kulingana na uwezo wao tofauti. Maandiko yanatuambia yule wa talanta 5 akaenda akazizalisha, akuwa mvivu, alikuwa na bidii, akaenda kufanya kazi, akazalisha, akaleta. Bwana akamwambia, vyema mtumishi mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa madogo, utakuwa mwaminifu kwa makubwa. Akaja wa pili, akatoa hesabu zake tena, alikuwa na 3, akazalisha tena 3. Nao hao watu hawakuwa na maneno. Alipokuja bwana mkubwa mwenye tabia ya uvivu, aliyepewa 1, kwa sababu Bwana alimuona huyu jamaa ni mvivu, huyu hana uwezo kwenye haya, so akampatia 1 kulingana na uwezo wake. Jamaa akaja na maneno mengi, asema lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Angalia mstari wa 19. Asema baada ya siku nyingi akaja bwana, watu wake wakatoa hesabu. Na nenda mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Enda mstari wa 21. Yes. Verse 21. Asema Bwana akamwambia vyema. Na nenda mstari wa 22. Asema akaja na yule aliyepokea talanta 2. Now, nenda mstari wa 23 tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Verse 23. Hallelujah. Bwana Yesu. Na akaja yule ambaye alipokea talanta 1. Na alipokuja akaja na maneno mengi, akaja na stori nyingi. Akasema Bwana, nalijua kwamba wewe ni mtu mwovu, unavuna usipopanda, unakusanya usipotawanya. Asema mimi nikaamua kwenda kuificha. Maneno mengi mno. Wale jamaa waliokuja mara ya kwanza hawakuwa na maneno mengi. Nimegundua watu ukikosa tabia utakuwa na maneno mengi kuliko ukiwa na tabia nzuri. Tabia nzuri inajitetea yenyewe. Tabia yako ni lugha. Ni lugha inayozungumza. Ni lugha, ni sauti inayokutetea. Ni sauti inayokupigania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia nao mstari wa 23. Na ukiangalia hapa kuanzia mstari wa 18, kuanzia mstari wa 19 na 20. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 21. Jasi mistari mitatu hii inazungumzia watu wawili, hawana maneno mengi. Na mstari wa 22 anakuja mtu mmoja. Angalia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Asema akaja yule aliyepokea, mstari wa 24 nao. Akaja yule aliyepokea talanta 1, akasema Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama unayo iliyo yako. Unaona ya maneno? Wale jamaa walisema uliweka kwangu 5 hizi.
uliweka kwangu 3, uliweka kwangu 2 zingine hizi. Alipokuja huyu jamaa aliyokosa tabia, aliyo lack character, alipokuja akaanza kuleta story, anaanza kueleza Bwana, anasema Bwana mimi nalijua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya, basi nikaogopa. Watu wenye tabia mbovu lazima waogope. Bwana Yesu, basi nikaogopa, nikaenda kuificha. Tazama unayo yako. Tabia ni lugha. Kwenye kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 16, maandiko yanasema mtawatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda. Matunda ni matendo. Mtawatambua kwa matunda yao. Bwana Yesu asifiwe. So mara nyingi watu hujifunza kukuhusu si kwa maneno yako, bali kwa matendo yako, bali kwa tabia. Tabia yako uzungumza kwa sauti kubwa hata kabla hujafungua mdomo. Tabia yako inazungumza sana hata kabla hujatenda chochote. Yaani ukitokea tu, matendo yako, lugha yako inazungumza zaidi kwa habari ya tabia yako. So your character speaks more than your words. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Petro wa kwanza 3:1 mpaka 2. Tabia njema inaweza hata kumvuta mtu kwa Mungu hata kama bado hujamhubiria. Tabia njema. Asema kadhalika ninyi, Bwana Yesu asifiwe, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Mstari wa 2 asema wakiutazama mwenendo wenu ulio safi na wa hofu, wavutwe na mwenendo wenu. Watu wengi leo wamekosa watu kuja kwenye kanisa wanaloabudu kwa sababu ya tabia zao. Kwa sababu ya tabia zao. Nafundisha umuhimu wa uvunaji nafsi kila asubuhi, na ninawaambia kwamba moja ya kinacholeta watu kwa Kristo ni tabia za Wakristo. Tabia za Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. So tabia njema inaweza kumvuta mtu hata kabla hajahubiriwa. Yesu alifundisha kuwa tutawatambua watu, tutawafuata watu kwa tabia zao. Bwana Yesu asifiwe. Na mfuate mtu kwa tabia zake. Mfuate mtu kwa tabia zake. Mchana leo nakuombea, chochote kilichochafua tabia yako, chochote kilichoharibu tabia yako, unapoanza kuomba siku ya leo, namwona Mungu akitengeneza tabia yako na kuwa njema katika jina kula Yesu Kristo. Nasikiliza mchana leo, moja ya njia ya kutengeneza tabia, namba moja ni kupitia maombi. We can pray for our characters. Naweza tukaombea tabia zetu na zikawa nzuri. Kama umechoshwa na tabia yako, iombee. Kama tabia yako ulidhiki nayo, iombee. Na moja dalili kwamba ulidhiki na tabia ulio nayo ni kwa kuiombea. Moja ya dalili kwamba tabia yako hauifurahii pale unapoiombea. Na Mungu anajua unapoanza kuombea tabia yako, Mungu anajua basi wewe hujaridhika na tabia ulio nayo. Unalo jukumu la kujenga tabia. Lakini moja ya njia ya kujenga tabia za kiungu ni kupitia maombi. Kwa nini? Kwenye maombi tunaletwa kwenye uwepo wa Mungu. Kwenye maombi tunakaribishwa kwenye the commonwealth of God. Kwenye maombi tunaingizwa kwenye ufalme, ambapo kwenye huo ufalme tunaanza kuimbibe, tunaanza kuathiliwa, tunaanza kuingiziwa tabia za ufalme. So uwepo wa Mungu ni moja ya catalyst, ni moja ya material inayoingiza tabia za kiungu. Uwepo wa Mungu ni moja ya raw materials zinazoweza kukuingizia tabia za kiungu. So mtu anayeomba lazima ataanza kujengeka katika tabia za kiungu. Na kuombea siku ya leo neema ya kujenga tabia nzuri. Pokea katika jina kula Yesu Kristo. Nilisema wakati fulani,
au maombi yamekuondoa kwenye tabia mbaya, au tabia mbaya imekuondoa kwenye maombi. Uwezo ukaendelea kuomba na ukaendelea kuwa na tabia mbaya. Manamaanisha the prayer that takes you to his presence. Sio maombi tu ya kuomba, ya kupiga kelele ili watu wakuone unaomba. No, maombi ya dhati. Uwezo ukawa unaomba na bado ukaendelea na tabia yako. Moja dalili kwamba mtu aombi ni pale anapoendelea na karakta yake, anapoendelea na tabia yake. Tabia yake ya ujeuri, tabia yake ya kutosikiliza, tabia yake ya kiburi. Ukimwona mtu anaendelea kutosikiliza, ujue kwamba aombi. Na Mkristo asiyeomba ni hatari kufanya naye kazi. Mkristo asiyejiombea, Mkristo ambaye, sikiliza, moja wito wako mkubwa ni kudevelop your character, kuendeleza tabia. Hatujakombolewa na Kristo ili tuje tupate magari. No, tumekombolewa na Kristo ili tupate kumfanana, ili tupate kufanana naye. Na moja ya dalili kwamba unakuwa katika Kristo ni pale tabia yako inapoanza kuimprove. Mtu ambaye ulikuwa usikii maneno ya mkubwa, unaanza kusikia. Mtu ambaye ulikuwa kiburi, unaanza kuwa na moyo wa unyenyekevu. Mtu ambaye ulikuwa uwezi kusikia, yani wewe hakuna mtu anayemsikiliza, hakuna cha mchungaji, hakuna cha baba, wewe ni mtu wa mambo yako. Nasikiliza, mtu wa mambo yake afiki mahali popote. Mtu wa mambo yake afiki kwenye mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Watu wale ambao wanaokubali kuongozwa ndio watu ambao wanakuwa katika Bwana, na ndio wanaweza kufikia hatima. Hatima yako inahitaji tabia kuifikia.